Tumerudi, tuko hapa Hill Park Hotel. Kama hujaifika hapa, haujui Nairobi. Tuko na Fellow, Karo, na mimi Dr. Nzioki. Venye tulikuwa tumesema hii show ni recap. Swali ambazo mmetusukumia, kitu ambayo mlisema, Karo alimention hapo ka kitu, tungependa elaborate. Hiyo ndio kitu ambayo tunafanya kwa show ya leo. Yes. Pregnancy, there's a lot to say. Yeah, lakini kama Waafrika, ni kama ni milestone. It's a milestone. Yes, an achievement. An achievement. Ni inaonekana ni kama haujakuwa pregnant. Iko challenge kidogo. Yes. Na ukikuwa pale pregnant, watu wanakuambia hakuna kula avocado, hakuna kula mayai, usikule samaki. Wengine napendanga kula mchanga, kama lori. Napenda harufu ya matofali. Harufu ya matofali na inanifurahisha. Mvua ikinyesha, maji baridi. Vitu kama hizo. Fellow, tuambie. Actually, I always say pregnancy is a very important stage of a woman. Because if you don't take care during pregnancy, then the outcome of this child will affect the child development up to adulthood. So go clinic as often as possible. Karo, tuambie. Yes. Wanafaa kuja clinic. Normally ninaweza sema the first time una realize kwamba uko na symptoms ambazo zinakuelekeza kwamba unaweza kuwa na pregnancy, hiyo ndio mara ya kwanza unafaa kuja hospitali. Of course tukishajua kwamba uko pregnant, tutakuelezea how many weeks you are, and depending on how many weeks you are, then we'll keep on giving you a return date depending on how many weeks you are. Of course books zinasema kwamba between 16 and 20 is the ideal time to start your first initial clinic. But unajua siku hizi watu hawafanyi preconception. You know, there's what we call preconception, whereby you're anticipating to be pregnant. So you start preparing from the word go. You put on folic acid, you're given your tetanus injections, you're done a physical examination to check kwamba uko sawa, umeangaliwa pressure, umeangaliwa sukari. And so for that, then it becomes easy if you've done the preconception period. But kama haujafanya, as long as uko na symptoms ambazo zinakuonyesha kwamba unaweza kuwa na mimba, that is headache, you've lost your periods, you have not seen your periods for some time, of course you have been involved or indulged in sexual intercourse, it is very important kwamba ukuje uweze kuangalia. We will do a test just to confirm that you're pregnant. Then once we have confirmed that you're pregnant, we will take you through other tests which are very important. Unajua kwamba vile Felix amesema, between day 0, we say from conception time to 1,000 days, and we keep repeating the golden 1,000 days. That is a time that is so crucial. You will never change anything in your child kama between the 0 to 1,000 days you have not taken care of. Yes. Fellow, this is your bread and butter. Nini ndio muhimu in terms of kukula for a pregnant woman? Does it vary? First trimester, second, third? Tuambie. Jioni chakula yangu nitaisema vizuri. I tell pregnant mothers, we need to know that the baby is growing and developing well. Yes. Remember, the growth is increase in size and weight, and development is organ. And that's why you come for checkup. Nitaanza swali yako. Na for checkup unaangalia BP. Tunaangalia sugar, tunakutuma urine test, daktari atafanya ultrasound. What we are trying to prevent is any complication that can arise during this pregnancy. But most mothers fail to see a nutritionist during pregnancy. Yes. And what I tell mothers, all these things are just trying to prevent anything that will happen wrong. But you will come once in a month. 30 days you are at home alone. What is making this baby grow is nutrients and food. So for growth of a baby, it requires one, protein. So there is higher protein requirements during pregnancy. And what does protein help in? Organ growth. Every organ, ile kidney ya mtoto, ile moyo ya mtoto, na cells zimultiply ndio mtoto akue formed vizuri. Ndiposa ukilack enough protein, there are parts of the body that can't be well formed. Unashangaa kwani Mungu
mimi anipendi ananipatia mtoto bila mkono, is much of that nutrition. Now there is other thing that is also necessary. Your energy intake is necessary. Na nikirudi nyuma kidogo, protein inatoka kwa mimea na wanyama. So kwa mimea kuna dengu, kuna kamande, kuna njae, kuna mbosho. Lakini kwa wanyama pia kuna gani? Kuna nyama ya ng'ombe, ya kuku, ya pork, kwa wale wanakula pork, bado kuna ya mbuzi. Maziwa iko pale, omena pale, samaki pale, mayai pale. Yoyote unaweza pata ni sawa. Kwa wale wa mama ambayo wako vegetarian wakuli animal protein, bado wanaweza kula hizi za mimea. Lakini kama 1 or 2 vitamins are not there, then bado tutakusupplement. Starch inasaidia energy kwa sababu unahitaji energy kufunction. Na yule mtoto pia anahitaji energy. Usipokula enough starch, basi mwili itatumia ile protein yako. Na ikitumia ile protein yako, ile protein kwa mwili yako itapungua. Na utawezeka iron pale, mtoto azaliwa underweight. So starch, ugali inaweza kuwa pale. Kunaweza kuwa na chapati pale, mchele, muoga, matoke. Lakini ukikula zaidi pia unaweza ongeza nguvu mingi ambayo inaweza leta ugonjwa wa sukari. So portion is very much important. Na kwa starch tunahimiza zile ambaye hazisaidii mwili, zinaleta nguvu mingi, ziacha. Kina soda, spaghetti, keki, sweet, kwa sababu zitaleta sukari mingi. Na unapata mama akiwa mjamzito, chances kupata kitu inaitwa gestational diabetes iko juu. Aina ya sukari ambayo inakuja due to hormonal changes ama due to just lack of control ya sukari ikiwa kwa mwili. Madini kama vitamins, mboga ni mzuri kwa sababu mama akiwa mjamzito kupata constipation ama kuwa na ukosefu wa kwenda haja kubwa ipasavyo ni rahisi sana. Ndiposa tunasema mboga ikue kwa wingi. Na kwa wingi kivipi? In a layman's understanding, jaribu ikue mikono zako 2 ama vijiko 2 zile kubwa. Starch ikue kama ngumi yako 1 ama kikombe kimoja. Na protein inaweza kuwa mkono kimoja. Then kuna madini pia ni muhimu sana during pregnancy kwa sababu mwili kuzitumia inakuwa juu kwa sababu yule mtoto anakuwa pale. Unazihitaji na mtoto anazihitaji. Na ndiposa hapo yule daktari gynecologist, yule daktari wako atakusupplement in some vitamins. Na one of them, the key one, kuna folate ama folic acid. Hii kwa lugha ya nutrition inaitwa vitamin B9. Ni madini ambayo inatoka kwa mboga za kienyeji pale. Ndiposa hizo mboga ni mzuri. Hii madini inasaidia kuform ile spine ya mtoto, uti wa mgongo. Basi unapata mama anapewa pale akiwa mwezi moja anazitupa. Unapata usipotumia hii folic acid vizuri, unapata unaweza kuwa na birth malformation. Kama unapata sasa juu ilikuwa nasaidia ile spine, uti wa mgongo kuform, mtoto anazaliwa ambaye ile uti wa mgongo haijakuwa formed. Unashangaa nini mbaya? Bado scalp yake imeingia ndani. Na ama mdomo, cleft palate imeingia pale. Pia zile mishipa za moyo. Nyingine muhimu sana nikienda haraka ni iron. Iron inatoka kwa zile protein tulisema na inatoka kwa mboga pale. Lakini during pregnancy requirement iko juu kwa sababu yule mtoto pia anahitaji damu. Ukikosa iron ile ya kutosha, unapata hata mtoto hatapata ile oxygen kwa sababu iron ndio inapeleka oxygen. Unaweza kuwa na stillbirth. Umebeba mtoto lakini unaambiwa mtoto alikufa 1 month ago. Apart from that, unaweza kuwa na mtoto aliye underweight. Mtoto ana kilo ya kutosha ile mtoto anafaa kuwa. Mtoto wa kilo mzuri inafaa kuwa 2.5 3.5. So unapata wako wako na 2.1. Yule ni mtoto mdogo. Apart from that, kuna pia miscarriage. Na kiwa 4.2 inamaanisha sasa ni mkubwa. Unapata kiwa 4.2 ni mkubwa. Na chanzo ya mtoto kuwa mkubwa zaidi ya ile inafaa ni mama akiwa na kilo mingi, ndipo sasa tunaangalia kilo yako. Na pia ugonjwa hiyo ya diabetes. Those are factors ndio maana tunaangalia. So pia ya mwisho kuna iron tumesema pale, inaweza lead to miscarriage, stillbirth, underweight babies ama preterm. Then tuna calcium and vitamin D.
kwa sababu zile mifupa za mtoto zinafaa ziform vizuri. So inahitaji calcium. Calcium inatoka kwa maziwa. Ndiposa tunahimiza mama mjamzito, jaribu kunywe kikombe viwili vya maziwa jioni ama usiku. Either saa 4 ama saa 10. Jaribu kule matunda, vitamin C, kwa sababu zile za cells za mtoto zinafaa kukuzwa. Ndio mtoto akue na immunity ya kutosha na pia isaidie iron. Maji ni muhimu bado. Ndiposa tunahimiza ile total fluid intake. Tunasemaga it should be 40 ml times your weight. So kama yule mama mjamzito hatutatumia hii kilo anaongeza. Tutatumia ile kilo alikuwa ile ya kwanza before akuwe pregnant. So kama alikuwa 60 kgs, then we need 2.4 liters of water. Because if you take too much, ndio unapata pia uko na fluid accumulation, unaweza affect heart yako na vitu mingi. Hypernatremia, where there's excess fluid in the body. So as fellow amesema, potassium unapoteza. Sodium, yes. Good. Swali kutoka wale wamekuwa viewers kwa hii show. Last time tuliongelea hii kitu. Sex during pregnancy. Sex during pregnancy. When is it not recommended? I'll repeat and echo whatever I said last time, that sex during pregnancy is not forbidden, but we have special cases. Kuna wamama ambao wako wajamzito na wako na placenta ambayo iko chini. We call it placenta previa. Kwamba placenta iko chini ya cervix, imeji-attach on the lower part of the cervix. A normal situated placenta inafaa kuattach on the upper side of the placenta au the uterus. So ikiattach pale chini, we call it placenta previa. Na kuna grade, kuna type 1, type 2, type 3. Now type 2, type 3, type 4 tend to be a bit worse. And because of that issue, there are women who will be told, no, you cannot have sexual intercourse until pregnancy is resolved, because the bleeding that will happen there will be so massive. But if there is no other cause for alarm or any issue, there is no contraindication. Bado tuko hapa Hill Park Hotel. Hii session imekuwa moto sana. Tunajaribu sana to deal with all the questions ambazo zimekuja. Kwa hivyo tuko hapa Hill Park Hotel, endo uchukue hiyo kikombe ya maji, supu ama uji.